Mambo Ford. Safi, niambie. Safi, uko poa mpenzi wangu? Hivi wewe Yusra, unajisikia kwa unachokiongea? Ni mara ngapi nakwambia kwamba achana na mimi? Ni mara ngapi nakwambia achana na ndoa yangu? Kwani unanifuatilia Yusra? Ford, mimi sio kama nakufuatilia. Moyo wangu ndio unanisababisha mimi mpaka nakufuatilia. Kumbuka nakupenda sana Ford. Halafu, mbona mnanichanganya? Mimi nimeshaongea na dada yako na kanambia kila kitu kiko sawa. Sasa inakuwaje wewe unanikataa hivyo jamani? Dadangu yupi huyo? Kwani una dada ngapi? Kwa hiyo mkaamua kukaa vikao, si ndio? Hivi sijawahi kuona mwanamke ambaye anashindwa kuwa na uelewa katika kichwa chake. Tokea mwanzo amekwambia sikutaki mama, niache, fanya mambo yako. Ford, kwani mimi nakosea wapi? Kama kukupenda mbona nakupenda sana? Au mimi nina kasoro gani? Hebu niangalie. Yusra, elewa kitu kimoja. Mtu anapokuambia hakutaki, ana maana kubwa sana. Si unanielewa? Kwa nini unakuwa king'ang'a? Mimi na ndoa yangu mama, na mke wangu, nampenda na nipenda. Alafu kingine, kumbuka wewe una miaka 7 kwenye ndoa. Mpaka leo hujapata hata mtoto. Wakati ungekuwa na mimi, tayari ningekuwa nimeshakupatia watoto wengi tu. Hebu naomba unisikilize. Mimi nakupenda mwenzio, please. Labda kitu kimoja nakwambia kitu sitokujua Yusra. Nani kakwambia kwamba mke wangu mimi anaweza kupata mtoto? Na taarifa tu nikupe, labda taarifa mpya tu kwamba kwa sasa wangu ana. Kweli? Mimi sitaki kuzama sana huko kwenye mambo yenu. Na sitaki kufuatilia sana. Ila kikubwa tu nataka kuthibitisha kwamba nakupenda sana. Na kingine, mimi niko tayari hata kukupatia mtoto kwa sasa hivi. Niko tayari kwa lolote lile kwako. Kweli, mimi naomba tu uridhie kuwa na mimi. Najua tu kiu yako ni kupata mtoto. Mimi niko tayari kukupatia. I swear. Sawa, nimekuelewa. Labda nipate kukupa majibu. Sawa Yusra? Nisikilize kitu kimoja. Sawa. Sihitaji kujaza watu mahali hapa, sawa? Na wala sitaki kuishangaza jamii inayotuzunguka kwa muda huo na wakati huo. Sihitaji unifuatilie. Sihitaji uingilie ndoa yangu. Na huyo mpuuzi alikumwambia mada hizo, basi nitajua nafanya naye. Ford. Kuna watu hawana huruma. No. Dada alikuja hapa. Dada amekuja katika mazungumzo yale ya kwetu siku zote. Nadhani unajua. Lakini alichonishauri yeye, so mimi nimeona kama ni jambo zuri kwa kiasi chake. Amesema yupo sahihi kuniambia kwamba twende wapi? Kwa shehe. Hayo mambo ya kwa waganga niachane nayo kama unavyotaka wewe. Sawa, sijakataa mke wangu. Sawa, shemeji uko sawa. Ila sijajua huyo shehe ni shehe aina gani. Maana sasa hivi mashehe ni wapo wengi. Kuna shehe huyu anaujua huu, kuna shehe huyu anaujua huu. Kwa hiyo sijajua shehe huyu ambaye yeye ali mnanipointi yeye kwamba ni mtaalamu freshi, anaweza kurekebisha matatizo yako yakanyooka, matatizo yako yakameisha, au ni shehe tu ili mradi kwamba anakupeleka tu. Kwa jinsi alivyonielekeza dada, ni shehe mzuri tu, kwa sababu hata yeye ndo huwa anamtumia sana na familia yake kwenye majambo yao pamoja na shemeji. Huyo ndo shehe wao mkuu anemtegemea. Kwa hiyo na mimi nilipomfikishia ile jambo langu, akasema shemeji yangu yuko sahihi. Kukataa kwenda kwa mganga, kwa waganga sio kuzuri.
Kwa hiyo huyo shehe atakapokuja, kwa sababu yupo safarini kidogo, atakapofika basi atatutaarifu ili twende tukapate hicho kisomo, tukapate hiyo dua, huenda labda haya matatizo yote yataisha. Sasa mke wangu, na kuhusu gharama zipoje? Kuhusu gharama kweli mimi sijui, sababu hatujazungumza chochote kuhusu gharama. Kwa hiyo ni baada ya huyo shehe kufika ndio tutajua kila kitu. Vipi, hata shehe tena utaki? Sijamaanisha hivyo. Tatizo lako mke wangu, huwa tunaanza vizuri, mwisho tunaweza kubaya. Sasa kama unataka mimi nimalize vibaya, Basi mimi mwenyewe sina mudi mbaya leo. Naona Nuru inaonyesha uko poa sana kwa siku ya leo. Ya, mimi mzima namshukuru Mungu. Naendeleaje wewe? Samahani kama nitakuwa nimekosea kukuuliza, ila sio kwa ubaya. Nitamani kujua hivi siku ile ulikuwa unasumbuliwa na nini hasa? Na matatizo ya kichwa yananisumbua mara kwa mara. Unakuta nahisi kizunguzungu mpaka inapelekea nadondoka chini, naishiwa na nguvu. Kwa hiyo unakuta haya matatizo yanaponitokea nyumbani inakuwa afadhali. Napendelea wewe linitokee nikiwa nyumbani. Lakini kutokea barabarani ndo kama vile. Ila nashukuru sana kwa kweli ulinisaidia. Kwa sababu usingekuwa wewe sijui ingekuaje. Haina haja kunishukuru bwana. Ndio. Kwa ni kichwa tu ikapelekea kama vile. Ya, ni kichwa tu, hamna hata kingine. Oh. Pole. Pole sana. Ila nafurahi sana wewe. Sikutegemea katika mazingira kama haya. Okay. Sijui ulikuwa unaelekea wapi? Mimi naenda hivi nyumbani. Tutaonana bwana. Okay. Mtoto kuna watu hawana huruma. Kitovu kisa ni nini? Kisa kitovu kuna watu hawana huruma. Kitovu kisa ni nini? Kisa Baba Jam. Ndio nini kama mnafunga milango mnaondoka wote? Mkaribu, mimi nilienda dukani. Sawa. Naomba msikize kitu kimoja, sawa? Unajua mtu anapokuheshimu basi jitahidi na wewe umheshimu. Kwa nini kaka? naona sasa wewe unakwenda kuvuka mpaka. Ndugu wangu nimekuacha mbali sana. Lakini tunapozoeana hivi mdomo sasa unataka kunipanda kichwani. Mimi nilikwambia namhitaji Yusuf. Kaka, mbona unaongea sana? Alafu sasa kaka, yule Yusuf mtu wako wa muda mrefu tu. Au sio? Unafanya mimi unanitangazia matangazo. Kwa hiyo sasa hivi utataka kupita kila mtaa unatangaza matangazo. Maana kaka yangu mwanamke aliyopo naye azai, mimba zinaharibika, si ndio hivyo? Kaka, naomba nisikilize kitu kimoja. Wewe shida la mkeo unaijua. Na mimi usiseme sababu gani mimi na mke wako tunaniliu. Mke wako mbona ashiki mimba kifika zinatoka? Sasa basi mimi nilimwambia pale nitamleta mwanamke muda wote. Mke wangu Sara amekosea nini wewe? Anakosa gani Mariamu nisikilize. Wewe ulitafutia mwanaume? Kuna mtu alikutafutia mwanaume? Yaani unachekesha. Mimi sana najali. Sijali mimi. Wewe si ndio kushinda maudi nyumbani hapa? Ndoa yako ungeiweza basi hata ndoa za wenzako basi ungewashauri waweze kuziweza. Na tabia yako kumwambia Yusa sipendi. Leo naongea mara ya mwisho utakuja kusikia kauli hii nikiongea tena. Mdomo wangu utabakia ni mdomo wa kula sio mdomo wa kuanza kupizana kelele na wewe. Mimi mdogo wako, kama unaweza kunipiga nipige. Basi sawa. Hii kesi mama ndo atakuja kuiamua. Hii kesi mara kaporudi ndo atakuja kuamua hii kesi. Endelea kunifuatilia. Nitajua mimi nitachokifanya.
Kwa nini kaka mbona kisa ungeaje? kitovu. Kuna watu hawana huruma. Kitovu. Kisa ni nini ni kisa? Sasa nani? Slangu sio ngeni sana. Nakumbuka. Okay. Bwana, mimi point yangu ni moja, kama kutoka kuna uwezekano nahitaji kutoka naye kimahusiano. Yaani kimapenzi, kusema kweli kakaangu, mapenzi kwetu sisi sio, yaani mapenzi kwetu sisi hapana. Ukiongea na wewe madam, unaweza kaelewana naye, ukamtumia pesa, tukakutana, tunamalizana. Wewe unalipia? Kwa sasa hapo inakuwa tunauziana mapenzi, sio mahusiano tena, si ndio? Ni hivyo. Nigene hiyo ni shilingi ngapi? Kawaida inaanzia 30. Okay, nigene namba yake. 07 89 75 11. 30 eh? Yeah. Ndio. Okay. Basi poa. Kitakachoendelea atakujuza yeye mwenyewe. Sawa, kwa hiyo. Poa. Mjomba, kitu kwanza ningependa nikuombe samahani sana. Usije kuona kwamba labda nimekuja kwa mjomba naye anithamini. Kana ekaeka, maana hatujakaa toka ufike. Mimi naingilia huku, natokea huku. Na kikubwa haswa siku ile sijapenda nikuache shamba. Ila kuna mambo yaliingiliana tu katikati hapa. Nikaona niko tight sana, nikasema sababu mjomba atakaa muda mrefu kule, naona muda ukifika nyumbani anapajua, anaweza karudi. Basi bwana, mimi mjomba nikutoe hofu, kwa hiyo ilikuwa ina haja sana kuniomba samahani kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa naona vitu kwa busy. Na kingine kupitia swala letu ili wa mashamba, haina haja kuchukulia nguvu nyingi sana, wewe mdogo tu. Dogo. Hata kipatikana hata miezi miwili mbele sio mbaya. Mjomba yeye unanishangaza sana. Mwanzoni mjomba ulikuja hai. Sasa ushaanza kuwa mwenyeji mjomba. Waambiane bwana. Hamna, mimi sinaangalia ubizi wako mjomba. Kwa hiyo nahitaji ufanye kazi kwa uhuru. Kwanza na kingine labda nikuongezee hapo. Huyu ambaye tumepanga ule kuchukua mashamba kwake. Unaweza ukakuta tunaweza tukapata sehemu nyingine mashamba akawa bora zaidi kuliko taya kwake. Sasa na kingine huyu mtu ambaye tunataka kufanya naye biashara ni mtu ambaye nimeshirikiana naye kwa vitu vingi sana. Ni mtu ambaye ana mashamba mazuri na mashamba yake huwa yana rutuba nzuri kwa kilimo, na kila akiwa akihitaji mteja wa shamba mimi ndo nilikuwa nikimtafutia wateja. Kwa hiyo na mimi naweza tukamvutia Subra siku mbili hizi. Basi pindi tunaonana naye au naweza nikatoka hapa nikapita kwake jioni, tukajua tunawekaje jambo letu linakaa sawa. Sasa kama jioni utakuwa umechoka sana, usio na wasiwasi mjomba. Mimi nakutoa hofu jua hilo. Sawa? Wanasema kitu kizuri bwana kitaki haraka. Na mimi kama kweli ikishindikana kwa tunaweza kupata sehemu nyingine. Tukapata mashamba yale kwa bora yenye rutuba na tukafanya kazi kwa uhuru zaidi. Kwa na mimi wewe jioni kama umechoka wewe pumzika, wala haina shida kuwa na haraka mjomba. Sawa, kama wewe ndio umeamua hivyo mjomba wangu bana, tufanye mdogo, ila mimi nahisi kuna namna hapa. Wala Sawa basi. Kwa unakuja kusahau kwenda. mimi tena mimi kutoka hapa nadhani ni Unauza wote au baki kidogo tuangalie kitu. Hapo ni kidogo wana tusadiki. Kuna watu wabaya hawana utu. Mungu. Hivi unajua sielewi kabisa.
Vitu vipi kwa mke wangu? Hivi hili swala la kwenda kuwaambia dada zako kwamba mimi sitaki kwenda kwa mganga, yani ukiniambia mambo ya kwa mganga mimi ndio sitaki, maana yake ni kitu gani? Sasa mke wangu hapo kibaya ni kipi?